sababu ili kupendeza ukatukirimia kipawa cha uhai siku ya leo. Kuanzia asubuhi umekuwa mchungaji mwema juu ya maisha yetu, na diposa kila mmoja wetu amepatikana katika nyumba yako jioni ya leo kwa sababu ya uaminifu wako. Tunakiri na kuungama dhambi zetu tukikuomba Bwana tusamehe, na tukiomba sasa Roho Mtakatifu ambaye ndiye mwalimu mkuu apate nafasi yake katika mawazo yetu na kwa ibada yetu. Asanti wewe ambao unatupa mwaliko wa kuja kufanya upya maagano yetu na wewe. Zidi kutuelekeza, zidi kujifahamisha kwetu, zidi kutupa ufunuo, tukujue tukuelewe. Ombi la imani, shukrani na unyenyekevu katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, zote tuseme amen. Unaweza mpigia Bwana makofi unapoketi. In Jesus name. Ni wasalimu tena katika jina lake Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Tukutendereza. Nashukuru Bwana amenihifadhi kutoka jana tulipokuwa pamoja hapa. Neema yake imenitosha na ninashukuru Bwana. Kama vile mchungaji Pori na amefanya recap ya kwamba jana tulizingatia ya kwamba saa zingine tunaweza kosa kufika kwa mapenzi ya Mungu ya kufanya upya agano na yeye kabla hatujafahamu vizuri huyu Mungu ambaye tunafanya maagano naye ni nani. Na kwa hivyo jana tulitazamia na tukaangalia tabia yake anayetuita kwa maagano mapya, na tukaona kwa uhakika yeye ni mwaminifu, na tukaona ya kwamba his faithfulness ought to serve as motivation to us to renew our covenant with him, kwa sababu yeye si mwanadamu, yeye hatagairi. Uyo ti mundu wa thi ati no agaruruke, and therefore his faithfulness ought to serve as a motivation to us as we come and renew our covenant with him. Somo ambalo tumesomewa, nabii Yeremia anatabiri ya kwamba the time is coming, na wakati utawadia, wakati Mungu atafanya upya agano na watoto wake. Na anasema vizuri, sio agano kama zile zingine alikuwa amefanya na baba zao. Anasema it will be a new covenant, different to other covenants. Na still leo nimekuja ili kusema still hatutafika kilele cha agano jipya ama kuweka maagano na Mungu if we don't have the glimpse or understand the other covenants before ushering in the new covenant. Hii agano ambazo Mungu alikuwa ameingia nazo bereni wakati Yeremia anatabiri na anasema negatonya kirikaniro-ini kieru nao na titairikaniro-ini ta iria ndaingirite na maithe mao ni kirikaniro kieru. So the question is, are you aware, are you conversant or with other covenants? Agano hizo zingine ni gani? Zilisema nini? Zilisimamia nini? Kwa sababu ni vizuri kuelewa hata agano hizo zingine zilikuwa zinajenga juu ya ingine, and now the climax will be Jesus as a sacrifice, who is the mediator of the new covenant, analetwa akitayarishwa na the other previous covenants. Kama hatutaelewa roho ambayo ilikuwa inahudumia the other covenants, tunaweza kuja tu tuanguke kwa the new covenant bila kuelewa tunatoka wapi ili tuifikie the new covenant. Na kwa hivyo baada ya jana kutazama ya kwamba yule anatuarika ni mwaminifu, sasa anasema I will make a new covenant with them, lakini haitakuwa kama zile
nilifanya na baba zao. Let us now come into contact. Hata kama hatuna muda mrefu wa kuingia kwazo kwa ndani sana, lakini wacha tuzipitie na tusikie zimebeba nini, zikitutayarisha, zikielekeza kidore kwa the new covenant ambayo inakuja, ambayo the mediator is Jesus Christ. Masomo ni mengi ya this covenant, kwa hivyo leo hatutashinda tukisoma, but nitakuwa nikikwambia wewe unaandika every covenant, nitakwambia inatoka wapi. Ukienda nyumbani unaweza kuwa na nafasi ya kuandika. Kuna agano kadhaa ambazo Mungu tangu dunia iumbwe ameingia nazo na mwanadamu. Jana tuliona Soraric covenant na tukasema hiyo ndio ilikuwa ya kwanza, lakini hiyo Mungu aliingia nayo na maubire yake ya mwezi, nyota na jua. Lakini katika binadamu, the first covenant was Adamic covenant. Adamic covenant. From Genesis chapter 3 to Genesis chapter 4 verse 1 to 26. Ukiandika hivyo Genesis chapter 3 from verse 3 uende ufike Genesis chapter 4 verse 1 to 26, utapatana na the Adamic covenant. Adamic covenant, ni vizuri kusikia hii, ni agano ambalo limezungukwa na the spirit of rebellion. The spirit of rebellion. Na ni vizuri tukizingatia hizi agano, it is very important for yourself to praise where you belong. Ni vizuri sababu zinaenda zikiguza kila mahali kabla hazijatuelekeza kwa Yesu mwenyewe. Ni vizuri hata wale wako katika kanisa kujielewa. Na hizi agano ukizielewa, hata ukiona vile watu behave in the church, you'll be in a position to praise someone na uelewe ana operate under which covenant. Abia mwenzako haro, pia zitakuwezesha kuelewa mtu fulani hii tabia yake ni ya agano gani. We are saying Adamic covenant is a covenant of rebellion. Adam anapewa maagano na Mungu na anaambiwa shamba hii yote muitawale, miti mukure matunda hii yote, lakini tunda lile musikule. Katika hili agano tunaona binadamu akiasi. It is a covenant of rebellion, ya kutomtii Mungu, ya kupatia Mungu opposition, kupinga Mungu. Ametuambia tufanye hivi, lakini mwanadamu anaona akiwa Adam, sitafanya vile Mungu alisema. It is a covenant of rebellion. Not only that, it is the same covenant that will birth murder, mauaji. Wale ambao who operate under this covenant, number one, utaona tabia ya uasi. They are rebellious. Not only that, they can go to an extent of killing others. Na sio ajabu ati wachukue buduki ama panga wakuue. Maneno yao yanaweza ua. Maneno yao yanaweza ua. Kuna watu wengi sana vipawa zao zimeuawa katika kanisa, na wale wameuawa hawajachukua buduki. Mostly the rebellious people and murderers, they operate under this covenant, Adamic covenant. It is a covenant of rebellion. Ukijaribu kuwakaribia kuwauliza wamefanya nini, it is a covenant of blame shifting. People who don't want to be responsible with their shortcomings. Hata ukiona kabisa na ni mchana amepotoka kwa njia, hata umuelekeze, anataka kukuonyesha, he want or she want to justify kwa nini ametenda tendo hilo na linaonekana halifai, lakini hataki kukubali ili arepent ama atubu. Anataka kukuonyesha justification, ni nini imefanya afanye hivyo. It is a covenant of blame shifting.
Mungu anakuja anauliza Adam, where are you? Adam amejificha. Anamuuliza, kwani ulikula tunda? Badala ya Adamu asimame ambie Mungu I'm sorry, anaambia Mungu ni yule mwanamke wewe ulinipatia. It is a covenant of blame shifting. Kwa hivyo anaambia Mungu, shida si mimi, shida namba 1 ni wewe Mungu, ni wewe ulinipatia huyo bibi. Number 2, huyo mke. It is a covenant of blame shifting. Number 1, rebellion. Kanisa iko na watu ambao huwa wanatawaliwa na hii agano. They are always rebellious. Hata mkiagree tutafanya hivi district ama kama parokia tunataka kwenda hivi, hautawakosa wakiambia wengine contrary na kile kimeambiwa. No ndigugeciria uko bahati no kuoneka andu a muthemba ta ucio. Guku gutingioneka andu a roho wa kararia. Andu a roho wa kararia maoparetaga kirikaniro-ini giki, Adamic covenant. Tukisema njia ni hii, hata kwa praise and worship ndio wako huko. Tutingiaina ruu rebellious spirit. Riu no cio heirwa hunjie. Koguo ona nginya mahunjio ndaramamukira sababu roho yake na ile agano inatawala kwake is a rebellious covenant. Adamic covenant. Hii agano ikiendelea inaleta maafa. It is in the same covenant that Cain is killing Abel. It is under this covenant. Anamuua namna gani? Huku ukitokea hapa utoe huduma yako ambao Mungu amekupatia karama na talanta, wahujia wega kana woine wega kana uthome kiugo wega, kainia ikaire the guku na ndarakenera kiheo giaku, ni ararigwo we uretikirika niki we akaga gwitikirika, na kwa hivyo finally Kaini atakuua. Ukienda festival usikie kuna mtu ameomba wimbo na usikie kuna wawili kareo yo heago. Usiulize huyo ni nani tena, elewa ako kwa agano gani. Kile kandokea uragani. Gitio hagira giki. Kwa joro kihitia uperform wega kumukira. Mesiragia ni macindano kuri. By the way, you are not competing with anyone. Kipawa chako sio changu. Changu sio chako. Tenda vile Mungu amekuwezesha. Kaini anakuanga na wivu, dhabihu ya Abel ikikubarika. Kugurira murionaga andu maraiguira iheo cia kuoiru. Riu tukathinage kuma umuthi, dirikanirio cionge, it is Adamic covenant. Riu githe twamenya it is a covenant of rebellion. Wazazi wale wako hapa na wako na teenagers. Wazazi wale wako hapa na wako na teenagers. Teenagers operate under this covenant. Teenagers wana operate under this covenant. Roho yao ni roho wa kararia. Mzazi ukimwambia unapata kile ulimwambia asifanye, ndio amefanya. Roho wa kararia umaga haha kirikaniro-ini kiria Ngai ambire kuingira thini wake. Na dosari ya hizi covenant ndio inafanya sasa Mungu atabiri na kuambia Jeremiah, ebu tabiri, the time is coming for me bringing another new covenant, tofauti na zile niliingia nazo na baba zao. Ya kwanza ilikuwa Adamic covenant. Say amen. Number 2, Noahic covenant, from the word Noah. Noahic covenant. This is Genesis chapter 9 verse 1 to 12. Genesis chapter 9 verse 1 to 12. Noahic covenant is a covenant based in obedience. It is a covenant based on obedience. Despite mockery, God looks for your instant obedience. Noah, tukumbuke, anaambiwa na Mungu ainuke na ajenge the ark. Ni vizuri kuelewa ya kwamba the ark, it is a structure ambao Mungu anasema ijengwe ya kukaa juu ya maji. Na Noah wakati wake kabla ya gharika,
ni vizuri kuelewa, before the flood hakukuwa kumenyesha. Hakukuwa kumenyesha. Kwa hivyo Mungu anapowaambia Noah, jenga the ark ili mvua itakapokuja uokolewe na familia yako, Noah haelewi mvua ni nini, sababu hajawahi iona. Mvua ya kwanza itanyesha wakati Mungu ameleta sasa the judgment ya the flood. Na kwa hivyo tunaona Noah anaenda kutii Mungu hata kabla hajaelewa ni nini Mungu anasema. It is a covenant based on obedience. Kanisa kwa sababu imejaa watu ambao si watiifu, hata ukiwaambia wafanye kitu, unasikia wanatafuta kizuizi na wanasema I'll think about it. I'll think about it. Nitafikiria. Allow me to have a moment of prayer. Nisikie Mungu ananielekeza namna. Sisemi kuomba ni baya, but ni vizuri kuelewa Christians, God is demanding instant obedience. Instant. Noah haelewi mvua ni nini, lakini ameambiwa jenga safina ya kwamba mvua itakapokuja. Hajawahi ona mvua, hajawahi isikia. Again, mahara geographically Noah alikuwa anaishi, hakukuwa na ziwa ati aseme ile ni bahari, kwa hivyo kila ninajenga kitakaa juu ya bahari. Hajawahi ona. Na kuambia hivi, kĩrĩkanĩro kĩa Nuhu nĩ kĩrĩkanĩro kĩa wathiki. Na Noah, wale wanaoperate in this covenant, hawataki kuelewa ama kujua. And I thank God in all his doings, even in his ministry, hakuna wakati Mungu atakosa watu wa kumutii. Gaida gagamatigari haro haha ni mugutangatha ni muraruta mbia na mutangathe na mutangathe na mutangathe na museme wale wa Adamic covenant wako huko wakisema na ni kuona matarona ifururi uri ohana na economy kama zile yate atongoria no gutore wa inside, lakini wale wana operate under Noahic covenant, hata museme nini ako tayari kutii kile Bwana alisema. Noahic covenant, hata ukijaribu kumuinsight. Kwa nini? Wacha nikuletee practically. Noah alijenga the ark kwa muda gani? Wasomi. Nuhu akileta safina ihinda rigana atia? Yes, baba? 40. Baba alikuwa anataka kuchukua mkono. 40 years. Mtu mwingine? Noah, ndo bahati. Nuhu akileta safina ihinda rigana atia? Haha hena suggestion 40 years. 40 years. Mtu mwingine? Ni mathie ko Google leo. Leo me Google-ine. Wapendwa, Noah alijenga the ark 120 years. 120 years. Mark me well. 120 years. Nataka uone huyu mzee anaita watu wamsaidie kujenga wa kijiji nginya ona kihi gutiri gietikirie miaka igana ria 20 ona kana mundu goka kumuteithia. Wote walikuwa wanamkejeli, they were mocking him na kumuuliza, sasa huyu mzee ni kazi gani hii huanga anafanya kila asubuhi? Imagine for 120 years. But why? Noahic covenant is based on obedience. Haijalishi watu wanasema nini, wale ambao wanaoperate under this covenant ni watiifu na hakuna wakati utawapata wamegairi. Aya ni andu athiki na ni mathikagiriria Ngai uria athana na mageterera ihinda ria Ngai riria rigakinya. Umeshangaa watu wa kijiji hawakuji kumsaidia. Watu wa kijiji hakuna yule anakuja asimame na yeye, ni kumkejeli tu. Watu wa kijiji wakimkejeli, unafikiria bibi ya Noah naye anasema nini? Igia sasa kwa maisha ya leo, atumia aria mwe guku no nyende munjire mutumia wa Nuhu akoragwa hana atia. Mutumia wa Nuhu
Muthuri umaga rocine agoka hwaine na ndarĩ kĩndũ oka nakĩo. Mĩaka igana rĩa 20 mũrehe Kenya ya ũmũthĩ. Te muthuri oke hwaine hakuna kitu nimepata, oke rũcio, oke kũ ndakinya igũrũ nyendaga gũkamba kuonio mũtumia wa Nuhu niĩ. Imagine for 120 years na hakuna mtu alikubali ujumbe wa Noah, but he was operating under obedience. Brethren, are you in this covenant? Wewe ni mtu wa kutii hata kama wengine wanasema hii na ile. Noahic covenant is a covenant based on obedience. Haya, tukuje kitu kingine kwa hii covenant. Noah imefika wakati 120 years imefika, Mungu amejaribu kugojea watu wabadilike, wamekataa. Anaambia Noah, sasa ingia kwa safina, bibi yako, vijana wako, nyote ingieni na wanyama. Wanaingia. Inafungwa, mvua inaanza. Ukisoma neno la Bwana linasema mvua ilikuwa inatoka juu na chini. Wetigere ituiro rya Ngai rĩgũkinya. Mbura yo iraga kuma na thĩ na igũrũ. We nĩ ũrĩ wona ya kuma na thĩ. Ikanyesha. Noah sasa anasikia tu amefruit. Haoni nje na watoto wake. Hajui itakuwa namna gani. Hebu sikiza hii. Wakati the ark ilitua juu ya mlima Ararat, Mount Ararat, ndio safina ilitua. Na wakati Noah alijua sasa ya kwamba maji imeondoka, kumekauka, majani imeanza kumea, sasa it is safe for me and my family na wanyama kutoka. Ingekuwa ni wewe utoke kwa safina, upate Mungu ameua watu wote. Wote. Ni wewe tu na familia yako. Ungiuga atia? Ungiuga atia? Niwe tu Ngai aronire mwagĩrĩru. Othe nĩ mathira. Ungiuga atia? Ungiuga atia? Eni, nĩ mone ũguo. Dada merire Ngai miaka igana rĩa 20 maregire. Unaweza sema nini? Ukipata ni wewe tu umeokolewa. Wengine wote wameenda. Sorry. But mark this. The first assignment, Noah baada ya kutoka kwa safina na kuona hukumu ya Mungu vile imefanya, the first assignment, he erected an altar. He erected an altar. Why? Noahic covenant is based on obedience. Wale ambao ni watiifu sio watu wa maringo. Wale ambao ni watiifu ni watu wa kunyenyekea na kujua na kupambanua hii ni neema ya Mungu. Tikwagerera ndiragerire gukira acio angi. Reke thie mbere ya Ngai ngamuthathaie. Kama vile mnajitayarisha on Sunday, how are you preparing yourself to respond to the grace of God? Kama familia munajipanga namna gani ya kwamba 2025 Mungu amewabeba na anawaalika muje mfanye upya agano na yeye? How are you responding to it? No inyo mukiria Nairobi andũ arĩa maragia ũhoro wa my doctor. Yes, my doctor. I have an appointment with my doctor at Dr. Praza. Yes. Koguo nĩ kũrĩa gwaku kwega, mũbango mwega, ndagĩtarĩ waku no ikaraga ũgĩthia checking, nĩkĩo 2025 ĩyo ĩrathirire arĩa angĩ marakua. Nĩ kwĩrutanĩria gwaku na kĩo. Nĩ connection. By the way, we ona tuthiaga mũkuru kwa Njenga to dispensary, we waragia ũhoro wa Nairobi Hospital, Aga Khan, Mpisha, Karen Hospital. Oh my goodness. Noahic covenant is a covenant based on obedience. Watu wanajua kunyenyekea wakijua ni neema ya Mungu. Sema amen. Number 3, Abrahamic covenant. Genesis chapter 17
verse 1 to 27. Genesis 17, 1 to 27. This is a covenant based on election. Kuchaguliwa, election. Mungu kwa neema yake anaingia kwa watu ambao wanaabudu sanamu, kwa sababu Abraham baba yake Tera was a high priest wa Mungu wa jua. Tera ithe wa Ibrahimu ari muthĩnjĩri Ngai wa Ngai ya riũa. Kwa hivyo Abraham mazingira yake amekuwa kwa mazingira ya kuabudu sanamu. Lakini kwa sababu Abrahamic covenant is a covenant of election, ni ya kuchaguliwa. Mungu neema yake inafika kwa watu waasi, watu ambao wanaabudu sanamu, na ile neema inaelekeza kidole cha neema kwa Abraham. Anaambiwa ondoka, anaondoka, twende mpaka mahali nitakuonyesha. Anatii. This is a covenant of grace. Si vile Abraham alikuwa amefanya vizuri na mazingira mazuri ya kumpendeza Mungu. Hapana, ni neema iliingia. Kwa kanisa leo utasikia watu wenye kiburi wakikuambia, niye ndarehirwo guku na tauro. Ndire ngejoe. Niye ndire kanithe ngejoe. Ndarehirwo guku naki? Na ukiwasikia hivyo, they feel so entitled. Ndio wenye kanisa inyu murokire muratokora ati wiga wathomaga idi ni ndarehirwo kuna tauro. Na kwa hivyo wanafikiria they are better praised than others. Abraham ni neema ya Bwana ilimfikia kama vile wewe na mimi imetufikia. Tikuma tumete family-ini cia bata ona kana cie ngumo njega otogwo Ibrahimu aroima hoi-ini wa mihianano. No tha cia Ngai cikamukora kou. It is a covenant of grace. Amen. In this covenant, hear this, those who operate in this covenant, it is a covenant of shaping. Shaping. It is a covenant of shaping. How? Abraham anaambiwa na Mungu, Abraham akiwa na miaka 90 utatahiriwa. Na utahiriwe pamoja na kijana yako Ishmael the same day. Hebu fikiria mzee ambaye ako hapa na miaka 90 na kijana yake ako na miaka 14 na Mungu anasema watahiriwe wote siku moja. Ni alikalemwe. Ni alikalemwe. Lakini kwa sababu it is a covenant of shaping. Ibrahimu alikubali kutoka kwao, akaacha miungu yao, akaacha watu wao, na sasa kwa hii imani he is surrendering to the will of God, that God can shape him. It is a covenant of shaping. Na kwa hivyo hajali aibu ama uchungu, the cost. Ako tayari kulipa the cost ya kufanya imani yake idhibitike ndani ya Mungu. Na hapo ndipo unapaswa kuelewa, it is also a covenant of identity. After shaping, baada ya kutahiriwa. Kwa nini anatahiriwa? Kwa sababu Mungu anataka kumpatia an identity. Abraham, I own you. Hii alama itakuwa ikisema wewe ni wangu. Tumeingia kwa mapatano na wewe. Tumeingia kwa maagano na wewe. It is a covenant of election. Number 1, election ni kuchaguliwa kwa neema. Number 2, it is by grace. Si kwa vile Abrahamu alitimiza matakwa ya Mungu. It is a covenant of willingness to have identity. It is a covenant of shaping. Operate in this covenant, it is the covenant that gives birth to the path of faith. Njia ya imani, path of faith, inazaliwa na Abrahamic covenant. Mtu ambaye anaambiwa atoke, aende mahali hajui, lakini sasa anainuka kwa imani. Akiambiwa tahiri, kwa imani anatii. Akiambiwa acha watu wenu, kwa imani anatii. Hebu mkumbukeni akiambiwa niletee mtoto wako unayempenda, mtoe kama kafara. Any argument?
Any argument? No. He is willing to pay the cost in the path of faith. Na wewe ukiambiwa hata fungu la 10 ukikumbushwa, na ukiambiwa kuna kitu mumerekanira unapaswa kuleta, hata ukileta bado unanugunika. Na ukiitizwa mtoto kama Abrahamu, yogegetio mwana. Yogegetio mwana. Abrahamic covenant, it birthed the path of faith. Na nikio Paulo ariuga ithuĩ tuthiaga na gwĩtĩkia ti maitho. No andũ aingĩ mararora kĩrĩa kĩ mũhuko. Aya tungatĩri nao na athuri a kanitha no gũtwĩtia. Matirona bũrũri ũrĩa ũhana tondũ mũtithiaga na wĩtĩkio. Mũthiaga na kĩrĩa mũrona. Mũngĩgĩtio mwana. Number 4, Mosaic covenant. Mosaic covenants. Exodus chapter 19. Exodus 19 from verse 1 to 18. This is a covenant of law. Ni agano la sheria. A covenant of judge. Ni agano ambalo liko na hakimu. And hakimu hapa is Moses. Musa anainuliwa katika hii agano na anakuwa kama hakimu ama judge. Na huyu judge ama huyu hakimu atakuwa anafanya nini? It is to judge the law breakers. Kumbukeni, it is in this covenant wanapewa the 10 commandments. Ni nani ana receive? Moses. He is the judge of this covenant. Kazi yake sasa ni kutazama ni akina nani wamevunja sheria ya Mungu, ili wakivunja wapelekwe kwa koti wa kesi. It is a covenant of law. Na ni vizuri kusema hivi this covenant, na wale ambao huanga wana operate under the spirit of this covenant, ni watu ambao huanga wanajua na wanasema sheria huwa inawekwa ili ivunjwe. Ndonanyita andũ arĩa maoparĩtaga kĩrĩkanĩro-inĩ gĩkĩ meciragia watho wĩkagĩrwo nĩgetha unwo. Ni covenant, ni agano ya sheria. Musa amepewa sheria, kazi yake ni kuwa mwangalifu ni nani amevunja sheria gani na gani na gani. Tunakutana kwa kesi. Na watu arĩa maoparĩtaga kĩrĩkanĩro gĩkĩ me hinya mũingĩ mũno. Aya matiĩtĩkagĩra kũiga watho ũrĩa ũigĩtwo. Na nĩguo mwĩra gĩtũmi ũmũthĩ na ndamũgweteire hĩndĩ ĩrĩa njĩrĩga gũkũ. Wale wana operate under this covenant huanga wanafikiria ukitii sheria, yule aliweka hiyo sheria atafaidika. Ndonanyitona leo. Na watu hawatakangi ufaidike. That is why nikupatie practical example. Museme na ibada ya covenant renewal tutakuwa tunaanza by 5:30. Wale wanaoperate under this covenant atahakikisha atakuja 6:30. Mumutware kule mumutwaraga. Okoro muna njera cianyu mutwaranaga ri. Atetwaro cigana 5:30 ngoka 6:30. Thutha wa ithaa igima. Na onoka ndagũikara kũrĩa thutha. Okay. Okoro gwe kũndũ mutwaranaga mweke atia. Those who operate under this covenant huanga wanafikiria yule ameset that sheria ukiitii atasaidika, na hawataki usaidike. Arende wa Girodi nikio weta na mucemanio thaa 4 ni kuria kanso mario ka thaa 6 na matimake. Okorwo we kundu twaranaga twarane deliberately. Session yete mwetha ati ni thaa 1 nikia nao matimenjaga juma niguo mundu ona hota gukoma ni babe agoka 2:30 na ndamake mumutware kuria mukumutwara. Ni vizuri ngwirire irekaniro ici ciothe ukaroraga ni ha uri kana he handu kirikaniro giki kirakuhutia. Hawa ambao wana operate under this covenant hawaelewi ya kwamba this is a covenant that is bringing separation of the holy nation. Holy nation.
Mungu anataka kutenga nchi ya Waisraeli ama Waisraeli wawe watu ambao ni watakatifu, na anafanya hivi kwa kuwapatia hii sheria ili iwape identity kama watoto wa Mungu na wamtii. Wacha nikupatie practical example ili uelewe ni nini ninasema. Wale ambao huanga wana operate under this covenant huanga kila saa wako na bidii ya kutotii sheria ili usisaidike wewe ambao umeiweka. Ebu enda mahali popote ambapo utapata kabao kameandikwa usikojoe hapa. Usikojoe. Watu wanakojoaga wapi? Hapo. Sababu wana operate under this covenant ni kuvunja sheria. District mumeika vizuri tuse na ero daki ayomereria nitaiguithaniria nitaiguithaniria ero nitukuta ni kuri mukoiga ati ni muraruta bia cia murie mburi muthinje murie na no arathie district ndadatiraga no kage mucerere na akaigua rothe kurerwo ndari kindu akaruta no muthenya wa guthie kuria mburi niwe okinyaga mbere na ndamakaga na hatire kindu giake arutite. Sababu anafikiria sheria inawekwa ili ivunjwe. Number 6, Aaronic covenant. Aaronic covenant from Aaron. Numbers chapter 25. Numbers chapter 25 verses 1 to 13. This is one of very interesting covenant, Aaronic covenant. Ukienda nyumbani ukisoma hiyo story ya Numbers 25, utashangaa. Actually, this covenant is a covenant of everlasting priesthood. Everlasting priesthood. Mungu alikuwa ameambia Waisraeli wasijiingize na maneno ya dunia na majirani wao. Lakini ukisoma Numbers 25, Waisraeli wameanza kuabudu miungu ya Baali. Not only that, wameanza kuwa na sexual relationship na watu wa mataifa, more so the Midians. Na Biblia inasema ukisoma Numbers 25, wakati Musa aliona vile watu wameingia kwa anasa na hawakubuki wao ni watu wa Mungu na agano, wakaenda wakasimama kwa marango ili walilie Mungu kwa sababu ya utakatifu ambao Waisraeli wamekosa. Wakiwa katika marango wakililia Mungu, Biblia inasema mzee mmoja wa Waisraeli akachukua msichana Mumidiani ama mwanamke Mumidiani, akamshika mkono, akapita naye mbele ya wale wengine wanalilia Bwana kwa ajili ya utakatifu, akaenda naye kwa hema yake na wakarara pale. Ukisoma neno la Bwana linasema, na hii tutasoma, hebu tusome hii sababu verse 11. Asante umeipata. Project for us from verse 11 to 13. Hebu tusome pamoja. Tusome pamoja. Fikisha hapo. Kabla hatujafika verse 11, huyu Phinehas wa Elieza alipoona huyu mzee ameenda na bibi na akaingia kwa mke wa Midiani. Hebu weka verse 10, labda ndio hiyo. 9:29. Oho, hiyo ni gani? Yes, ndio hiyo. Soma.
Fikisha hapo sasa. Sasa umepata story. Imagine tuko hapa tukiriria Bwana sababu ya dhambi ya parokia hii. No andu ange matari thoni, mundurume okio tu na mutumia wa nduriri. Ithuĩ tũrarĩrĩra Ngai atũiguĩre tha nĩ mehia. We ndarĩ na rũu. Ndiye huyo amembeba, wanaenda kwa hema. Biblia imesema huyu kijana ambaye anaitwa Finehasi wa Eleazaru akachukua mkuki, akawapata wakiwa wamerara, akawasindilia ule mkuki mpaka chini. Mungu alipoona hivyo akasema, kama sio Finehasi wa Eleazaru ambaye amekuwa na wivu kwa utakatifu wangu, leo ningemaliza Waisraeli. Sema hivi, mwambie kutoka leo nimeweka agano pamoja na yeye ya amani, na ya kwamba yeye na nyumba yake, watoto wake hawatakosa kuwa makuhani mbele yangu milele na milele. Ngai aroiga atia? Tigari Finehasi wa Eleazaru waigua woiru ni undu wa uthingu wakwa, umuthi ningianina Isiraeli. Mwire atiriri, ni ndaigia kirikaniro kia wiguano nake gia thayu, ati we na njiarwa ciake gutikaga mundu wa kurugamaga mbere yakwa muthinjiri Ngai. Aaronic covenant is a covenant of everlasting priesthood, and it is a covenant of zealous before the Lord. Passion. Passion. Tathikiriria hii. Andu aria maoparetaga kirikaniro-ini giki na tutire na ingi kanitha-ini, aya ni andu aria mari uiru wa kigongona kia Ngai wao. This covenant huwa inazaa wivu wa utakatifu wa Mungu. Ndiposa Finehasi anakuja akiwa na uchungu, akiona vile watu hawajali utakatifu wa Mungu. Yeye ako na uchungu ya kwamba watu wanagairi na hawajali na matirenda kumenya Ngai araigua atia. Those who operate at the Aaronic covenant ni watu ambao wako na wivu na Mungu na utakatifu wake. Hawa ni wale watu wanausikianga kanisa on Sunday, wakiona mavazi vile watu wamevaa, my dress, my choice. Na watu wako sawa. Those who operated at this covenant, they are not in peace. Hawakuangi na amani. Ndio ngedare guko ndamuririe kana inyuĩ nĩ mwĩragwo ũhoro wa ma. Hey, my dress, my choice. Guko nĩ Nairobi. Nona kuri Nairobi standard cia Ngai citiecenjia ti tondu muri Nairobi. Madhabahu yenu, je, kuna kutii Mungu hapa na kuheshimu Mungu? Murakionire itambaya cikiguru cia kanitha ingi na andu makanengerwo na magoka. Yes. Nginya arume. Tondu gutire na andu mena thithi na wuiru wa uthingu wa Ngai wao, kigongona kia Ngai wao. Mchungaji, ukiniita siku ingine nitakuja kufundisha 17 differences between an altar and a stage. He is stage. He is stage. He is stage. This is where spiritual transactions takes place. Lakini kwa sababu hatuna wengi wanaoperate at this covenant, watu hawana wivu na Mungu wao, hawana wivu na utakatifu wa Mungu wao. Timotetia kiingira hara nitumucaririe giti haha, okay, na tutimuonaga riria ringi bia ayite difitari tire na dawa theni ni kukua marakua, no ithuĩ tumurehe kigongona-inĩ kia Ngai witũ na tumuhurire ruhi na tuciamukire na tukene, tondu gutire mundu wina wiru no thingu wa kigongona kia Ngai. People are not operating at the Aaronic covenant. Aaronic, Finehasi anaona anachukua mkuki, anaenda anawasindiria. Naye Mungu anasema, project for us Psalm 69 verse 9. Psalm 69 verse 9. Watatoka wapi watu kama hawa? Yesu akasema,
David is prophesying vile Yesu atakuwa na uzito wa nyumba ya baba yake. Yes, for zeal for your house consumes me, and the insult of those who insult you fall on me. Sikiza hii, wale ambao watakuwa na zeal ya madhabahu ya Mungu, dunia na wale wanakuja kwa kanisa for the sake of coming, watakuinukia, watakufanya majina yote watakuita. Yesu anatabiriwa akisema, the zeal of his father's house has consumed him. Mekwa andu aria marario ni uthingu wa Ngai nyumba-ini ya Ngai. Mekwa andu marenda kuona uthingu wa Ngai ucokete kigongona-ini. Those who operate under Aaronic covenant, hear this. Mungu akiona uko na uchungu wa madhabahu yake, he has a promise for you. I will make a covenant of peace with you and your children. Forever, hakutakosa mtu wa nyumba yako anayesimama mbele zangu. Hiyo ni kumaanisha nini? Your house will be never without a watchman before the Lord. Masaa haiko upande wetu. Davidic covenant, 2 Samuel. Davidic covenant, 2 Samuel, chapter 7, verse 1 to 17. This is a covenant of dwelling praise, a covenant of building the temple. It is a covenant of blessings to the descendant. It is a covenant of establishing dynasty. It is a covenant that the seed of salvation comes through. Davidic covenant, uielewe vizuri, hii wale huanga wanaoperate under this covenant ni wale watu wanakuanga na mzigo ya kusimama na kazi ya Mungu. Haswa wakati kuna mjengo. Haswa wakati kuna mjengo. Wale ambao wanaoperate under this covenant hawakuangi na uoga wa mzigo wa kujenga nyumba ya Mungu. Mkiwa na a project, a mega project, hawakuangi wanakosa Sunday hiyo kuja kwa kanisa ati sababu kulikuwa na mchango. Actually wanakuanga forefront. Makenaga makiruta indo ciao cia kinyumba ya Ngai na project cia Ngai. Aya matimakagio ni mirigo ati matirage Sunday na mutuire monagirira mwaka mugima haha ati muthenya muna mugekona. Siku hiyo ndio utaona anaandika ka message. Oye, already datua kuma ri muiritu wakwa tonya. Na ni Sunday. Tukire hamwe andu a Ngai roho-ini, tutire ho mwiri-ini. Aya. Those who operate under this covenant, they are very happy and excited when doing God's work with their resources. And this is why David anapoona agano la Mungu, the Ark of the Covenant, sanduku la agano, anapoona halina mahali pa kutua, Daudi ndiye anakuja na the idea, I have to build a temple for the Lord, that the Ark of Covenant may have a dwelling place. Naye Mungu anamwambia Daudi, umemwaga damu nyingi sana, hutanijengea nyumba, lakini mtoto wako atanijengea. Sio watu wengi wanajua ya kwamba hekalu ile yakirwo ni Suleimani, indo ciothe cia mwako ciacokanĩrĩirio nĩ ithe Daudi. Ndio kana ni uyu guo. Sababu huyu mtu hata ukimkataza kujengea Mungu atatafuta nafasi. Makenaga magiakira Ngai. Na wale ambao nao wana operate under this covenant ni watu naye Mungu huhakikisha anabariki mbegu yao. Ciana ciao aya nĩ irathimagwo nĩ Ngai. No mũndũ nĩ ngũmũhe hitho okorwo ndũrĩ wamenya. Prepare Psalms 112. I think 112 verse 1 and 2. Sijui kama umeshawahiona watu, wewe unakujaga kanisa, wao haendagi kanisa. Wao hawana hata storia na Mungu. Okora meirefu no kunywa maranyua, biashara ciao na matithiaga nginya kanitha, ona matitamburaga kanitha. Kiria mahutia no guthegea mathegeaga.
no kurathimwo marathimagwo nao matiĩtigĩrĩte Ngai, na we nĩguo mwĩtigĩrie na nĩguo ũkombire, nĩguo mathĩna makũingĩhĩire nacio ũkarigwo nĩkĩ aya. Hebu someni pale, hebu soma tena. Fikisha hapo. Ukitazama vizuri na uende ufanye research yako, utapata hao watu wazazi wao hata kama wamekufa walijipeana kumtumikia Mungu. Othiorore wega ugakorwo na ngĩgũkĩrwo arĩa ona tondũ matathiaga kanitha rĩ, ĩno ya aciari yao nĩo makire kanitha mũna, ĩno ĩkĩya kia kanitha mũna kĩaheanirwo nĩ aciari yao, na nĩwona yao na matithiaga kanitha. Unapata Mungu lazima azingatie neno lake. Hawa ambao walisimama wamujengee, Mungu huhakikisha their children are blessed and they are mighty in the land. Koguo matiratonga nĩ ũthingu wao, ona matiratonga nĩ wega wao, nĩ Ngai ũrarĩha kiugo gĩake kũrĩ aciari makomete mbĩrĩra. Tondũ one makĩire Ngai. Those who operated at this covenant, Davidic covenant, it is a covenant that bring blessings to the descendant. Na hapo ndipo Mungu anasema it is a covenant that establishes dynasty. Unakuta babu ya huyu alikuwa hivi, huyu naye yako hivi, dynasty. Ikiwasubua in Kenyan politics, katika kiungu, the Davidic covenant establishes dynasty ya baraka. Sema amen. In this covenant, Davidic covenant, it is the covenant ambayo sababu ni ya kufanya kazi ya Mungu. Mungu atahakikisha the seed of salvation itatoka kwa this covenant. That is why Mungu alisema kutoka kwa ukoo wa Daudi atazaliwa mkombozi. This is why Jesus is coming through the lineage of David. Ili neno la Mungu lihakikisha ya kwamba wale ambao wanaoperate under this covenant, even their seed, their descendants are blessed. Niliwaambia siku hiyo ingine nilikuwa hapa, si jana. Ndamwĩrire horo wa Kristiano mahana wa Boimosore. Ndiamwĩrire matingĩoperate kĩrĩkanĩro-inĩ gĩkĩ. They cannot operate in this covenant. Ndamwĩrire wa Boimosore nĩoĩ nĩ mũthaka, nĩamenyaga nĩ mũthaka, na wa Boimosore nĩoĩ atalii nĩ mamũhũraga mbica na kamera. Koguo wa Boimosore onaga atalii na makamera, karũgama wega, kahũrwo, kaona nĩ marĩkia mwena ũcio akagarũrũka, kahũrwo mbica nĩgetha ciĩkĩrwo karenda. No ngĩkenda kũmenya wa Boimosore, thiĩ ũgatua kahuti ũmũigĩrĩre mũgongo igũrũ. Nĩ ũkamũigua mũrũgĩre akĩribariba, tondũ wa Boimosore tu wa gũkua mĩrigo. Wa Boimosore tu wa gũkua kĩ? Wenda kũmenya wa Boimosore kanitha, tangathai haha, anga nĩ mũraruta kĩ? Anga mũgoka mũhana atĩa? Nĩ ũkũmũigua na mĩario agĩikia mũrigo ũcio we nĩ wa gũkwo one nĩ egũkĩte, nĩ ahũrwo mbica imakuo. Ithe mũtungatĩri ndarakiugĩte tũgĩũke, reke ngĩonwo nĩ ngũkĩ. No tageria kuga kwĩ kamũrigo mũgũkua. No na kũhana ũguo, Ngai ndeyagĩire andũ meroho ta wa Daudi, o matitĩraga kwĩna mĩcango, o matitĩraga gũgĩakwo, tondũ nĩ moĩ under this covenant, it is a covenant of building the dwelling place. And out of it, the descendants are blessed. Awa Boimosore, wĩra wao nĩ gũka mono moima kuo, no matigakuithio mũrigo nĩ mũndũ. Finally, a new covenant. Hebrews chapter 8 verse 1 to 13. Hii ni kutaja tu, tutaiendeleza on Sunday. It is a covenant through Jesus Christ. It is a covenant of blood. It is a covenant of forgiveness. It is a covenant of grace. Kama umefuatilia all those covenant, nilikuwa nataka uzielewe ili uone dosari zake
na ujaribu kujipraise whether there is any covenant that is influencing you negatively, ili sasa zote zinaelekeza kwa the new covenant. Covenant ambayo imekuja kwa dhabihu yake Kristo. He is the mediator. The blood of Jesus seal the new covenant. Na kwa hivyo wale ambao wameitwa kwa this new covenant, it is a covenant of grace. It is a covenant of blood. It is a covenant through Jesus, the person of Jesus Christ. Hizo zote zingine zinajenga kama ni daraja, tunaenda tukipanda moja kwa ingine, but the climax is the new covenant. Na ndio hiyo Yeremia ametabiri akasema, siku inakuja ambayo nitafanya agano jipya na watu wangu, na haitakuwa kama ile nilifanya na baba zao, kwa sababu hizo zingine zilikuwa na dosari. Lakini hii mpya ambaye analeta, it is very interesting kama umesikia vile neno limesomwa, ati hii ikifika hakuna mtu atakuwa akiambia mwingine wacha tumjue Mungu, kwa sababu wote watamjua, kwa sababu hii agano itafanywa ndani ya roho ya kila mmoja. Gotire mundu ehagia na thamiri ndiramwira ni kwihia rehia, uga imeni. Gotire mundu wekaga oru na ndaraigua thiini wake ateretwo ni mundu ni oru ndireka, tondu kirikaniro kiu kieru gikandikwo. Gotire mundu ukabatara kwiraga uri ungi ni tumenye Ngai agakorwo ikaine neo, because of the work of the cross. Simama ramurire ni mathaa marikanire nginya theno muririkanie so murigainie ni mathaa marikanire guo ndirerirwo ngarikagia thaa imwe na gwitũ kange mitwaragio horo wa mathaa marikanire. Tarose murigainie no murie waigua ta wikirikaniro-ini kiriku. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Watujua vyema Bwana, watujua vyema Bwana, watujua vyema Bwana, tuko mbele zako. Unahudumu ndani yake. Mungu wetu anakualika kwa agano jipya. In which covenant are you operating? Is it Adamic covenant? Is it Noahic covenant? Is it Abrahamic covenant? Is it Mosaic? Is it Aaronic? Is it Davidic? Is it new covenant? Where are you? Mungu anakuitia agano jipya, na ndiposa anakualika for covenant renewal. Opea nafsi yako, omba Bwana akuwezeshe kumuelewa na kumfahamu, na ili uingie kwa maagano ambayo ni ya baraka, ili hata utakapoondoka uachie watoto wako baraka, ili utakapoondoka uzao wako ubarikiwe, kwa sababu ulihudumu kwa agano ambalo ni ya baraka mbele zake Mungu. It is a time of and moment of preparing for covenant renewal. Mungu akanena na Yeremia, the day is coming when I will make a covenant, a new covenant with my people. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you. Hallelujah. Blessed be your name. Peleleza moyo wangu Bwana.
unijue, uniwezeshe. In Jesus name. Mtakatifu Mungu wetu, twakushukuru na twakuenzi. Asante kwa sababu ya maagano ambayo umeshawahi ingia ndani na mwanadamu, na yote yalikuwa yanaelekeza kwa dhabihu moja na agano moja ya milele kupitia Kristo mwana wa Mungu. Our Father and our God, we are ashamed in your presence tonight. Tukiona vile tumekuwa katika agano zimejaa dosari, twakuomba tuwezeshe. Watujua vyema, watuelewa, diposa tumesimama mbele yako tukijua ya kwamba watujua, watufahamu. How we pray, dear Lord, prepare us to connect with the new covenant that Jesus Christ is the mediator. Covenant of grace, covenant of blood, covenant of everlasting peace. Tutayarishe kwa ajili ya hili agano. Tubariki hata kesho Baba, ukituleta, ukijifunua kwetu, tutazidi kukushukuru na kukufurahia. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Amen.